Asante sana mtazamaji wa Tech Update. Leo hii nipo ndani ya Chuo Kikuu cha Theophilo Kisanji kilichopo maeneo ya Soweto Block T mkoani Mbeya. Na leo nimepata bahati ya kuweza kutembelea moja ya ofisi ambazo ziko hapa chuoni Theophilo Kisanji. Na hapa moja kwa moja niko ndani ya ofisi ya Dean of Student, ikiwa na maana kwamba ni ofisi ya mlezi mlezi wa wanafunzi hapa chuoni. Na yeye atakwenda kujitambulisha pamoja na kutuambia kama yeye mlezi wa wanafunzi hao ambao wanaishi hapa chuoni, ikiwa tunajua kwamba kuna wanafunzi wa aina mbili, wale ambao wanaishi hosteli na wale ambao wanaishi nje, ina maana wamepanga. Sasa yeye moja kwa moja atatuambia ni kwa namna gani anashirikiana na wale wanafunzi ambao wako nje. Karibu sana. Asante ndugu mtangazaji. Jina langu naitwa Mama Mbao, najulikana kama Mama Mbao, wenye ndivyo wanavyonifahamu. Ni msaidizi mlezi wa wanafunzi katika ofisi zetu za Theophilo Kisanji. Mimi kama mlezi wa wanafunzi na nina majukumu mengi ya kusimamia wanafunzi kama ambavyo mwongozo wetu unavyotuongoza. Mlezi wa wanafunzi ni kiongozi anayesimamia wanafunzi katika masuala ya kimaadili, lakini pia katika masuala ya kiushauri na kuhakikisha mwanafunzi anafanya vizuri, anafikia malengo yake yale aliyoyakusudia alipokuwa anakuja chuoni. Hivyo basi kama ofisi ya malezi tuna wajibu mkubwa sana wa kuhakikisha wanafunzi tunaowapata katika chuo chetu wanakuwa salama kwa wakati wote. Wawe wanakaa ndani ya chuo au wanakaa nje ya chuo. Ni wajibu wetu kuhakikisha wote madamu wameingia kwenye mfumo wetu wa usajili wanakuwa salama. Hatubagui. Tofauti tu ni kwamba wanafunzi wale wanaokaa ndani tuna ukaribu nao sana kwa kila kitu na kila hatua. Tofauti na wale wanaokaa nje ambao inatuchukua muda mrefu sana kupata taarifa zao. Lakini hawa tulio nao ni swala tu la dakika 2, dakika 3, tatizo limempata, tayari linakuwa limefika kwenye ofisi ya malezi. Kwa swali lako ambalo umeniuliza kwamba ni kwa jinsi gani sisi kama walezi tunashirikiana na wanafunzi wanaoishi nje ya chuo. Sisi kama walezi tunasaidiana na wanafunzi wanaoishi nje ya chuo. Naweza nikasema tu ni sawa sana wale tunaoishi nao ndani ya chuo. Lakini wale zaidi wanaoishi nje ya chuo, asilimia kubwa ushirikiano wao wa karibu ni pale wanapopata matatizo ama changamoto. Lakini kukiwa amani tu basi tunakaa. Lakini wanapopata matatizo, mara nyingi sana ofisi ya dini ni kama kiungo ambacho ni sikio la kwanza kusikia hitaji la mwanafunzi. Awaye yoyote, anaishi ndani atasaidiwa, anaishi nje atasaidiwa. Kwa hiyo sisi kama ofisi ya malezi tuna jukumu kuu la kuhakikisha kwamba hawa wanafunzi wanaoishi ndani ya chuo maisha yao yanakuwa salama zaidi. Na ndio maana tunajitahidi sana. Tulitamani wanafunzi wote wakae ndani ya chuo, lakini kulingana na jiografia yetu ya mazingira, hosteli zetu ni chache. Lakini pia hata wanafunzi wenyewe walio wengi hawapendi kukaa ndani ya chuo kulingana na mazingira yao waliotoka. Lakini sisi kama walezi tunajitahidi sana wale wanaokaa nje angalau wajulikane kwenye ofisi zetu. Ndio maana wakati mwingi tunapenda kuwatambulisha kwenye serikali za mitaa. Tuna barua maalum tunazowapa, wanapeleka kwenye ofisi zao hasa kwenye mitaa wanaoishi, ili wajumbe au serikali za mitaa ziwatambue kwamba hawa ni wanafunzi wa Theophilo Kisanji, na endapo wanapata matatizo
wapi wanaweza wakapeleka shida zao. Nadhani mpaka hapo utakuwa umenielewa ndugu mtangazaji, kwamba tupo karibu sana kwa jinsi hiyo. Okay, sawa. Mwishoni nimekusikia kabisa ukizungumza kwamba kunakuwa na barua rasmi ambayo hiyo barua inaenda kwa serikali ya kule nje, na maana kwa mabalozi ama wajumbe. Sasa je, ningependa nifahamu kwa namna gani pia hapo mnakuwa karibu sana na wajumbe ama mabalozi? Chuo chetu kina mfumo mzuri wa uwakilishi. Ndio. Tuna mfumo mzuri wa uwakilishi na wawakilishi wetu ni wabunge. Karibia kila eneo ambalo mwanafunzi wetu anakaa lina mbunge. Kwa hiyo endapo kuna taarifa yoyote inayotoka huko au kuna taarifa yoyote inayotoka ndani, serikali ya wanafunzi TECUSO ni jicho letu la kwanza kupata taarifa za wanafunzi wanaoishi nje ya hosteli. Kwa hiyo katika njia hiyo tunaamini huo uongozi unaotengenezwa, kwa sababu ni wao wenyewe wanawachagua hao wabunge. Wanawafahamu kwamba nani anakaa hapa, nani yuko hapa, nani yuko hapa, ni watu wanaojulikana, na sisi tunapata taarifa zao kwa urahisi kupitia hao ambao ni wawakilishi wetu. Sawa. Labda pengine kwa kumalizia, tunajua kwamba wanafunzi wao wako nje na uwezi ukamkataza kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu yeye anaweza akakupa sababu zake. Sasa ningependa kujua labda kupitia hao wabunge ni kwa namna gani pia mnatatua matatizo yao pindi pale wanapokumbwa na matatizo kama kule nje, kwa sababu tunavyojua mitihani huko ama nje ya hostel matatizo ni mengi. Kunakuwa na matatizo kama ya wizi ama kukabwa. Ni kwa namna gani mnatatua changamoto kama hizi? Na matatizo ya wanafunzi ni kwa kweli yanakuwa ni mengi. Na ni karibia kila siku au zitapita siku mbili hatuwezi tukapita bila kupata changamoto za wanafunzi wanaoishi mitaani au wanaoishi nje ya hosteli. Sisi kama sisi tunafuatilia mwenendo wa mwanafunzi tokea siku anayoripoti day 1, anaandikwa jina, huyu hapa anaenda kukaa ndani, huyu anakaa nje. Hata kama wakati mwingine huwa tuandiki pale, lakini tunachukua orodha ya wanafunzi wote waliofika chuoni. Baadaye tunatoa mahesabu ya wale tulionao na tunapata idadi kamili ya wanafunzi wanaoishi nje. Kwa maana hii idadi ya wanafunzi wanaoishi nje kwa asilimia kubwa ni wengi kuliko wale wanaoishi ndani. Na sababu ni kwamba mazingira yetu hayatoshi. Lakini bado taarifa zao zinatufikia mara tu wanapopata changamoto. Wanapata changamoto za aina gani inafuatana na uzito wa changamoto. Kwa mfano, wakati mwingine unaweza ukaletewa mwanafunzi amesingiziwa ameiba, au ni kweli ameiba, mwanafunzi amempa mimba binti wa watu, au mahali alipopanga anataka kupelekwa polisi. Sisi tunawajibika moja kwa moja, kwa sababu sisi ofisi yetu, kwa sehemu nyingine naweza nikasema ni kama mahakamani. Hawezi akapelekwa mwanafunzi kituoni bila kibali cha mlezi wa wanafunzi. Ndio maana wanapofika tu kwenye vituo vya polisi, jambo la kwanza akijitambulisha tu kwamba mimi natokea chuo fulani, tu kwanza kupigiwa simu ni dean of students au mlezi wa wanafunzi. Kwa nini? Kwa sababu wanaamini kwamba anayewafahamu wanafunzi ni mlezi wa wanafunzi. Kwa hiyo changamoto zinapomkuta, taarifa zinatufikia haraka, hasa kupitia labda wale watu waliopanga nao karibu, au kama wako karibu na wana ukaribu na mwakilishi wao ambaye ni mbunge, zitafika. Na sisi ofisi yetu inatatua changamoto za wanafunzi kulingana na ukubwa wa tatizo. Kama liko ndani ya uwezo wetu limeishia ofisini, lakini kama haliko ndani ya uwezo wetu, na sisi tunajisogeza mbele ili aweze kusikilizwa zaidi. Lakini kwa mfano kama hizi changamoto wanazozipata za kuibiwa, vijana wetu wengi wamekuwa kiibiwa, ndio wamekuwa kiibiwa, wengi wameibiwa, wengi wamekabwa, na hata wengine wamebakwa, watoto wa kike. Taarifa tunazipata, tunasaidiana na serikali za mitaa.
serikali za mitaa wanatutambua na sisi tunawatambua, na ndio maana mwanafunzi akipata tatizo hatuendi moja kwa moja kwenye nyumba aliyopanga. Tunamtafuta kwanza nani ni mhusika wa hili eneo ili aweze kutusaidia, ndipo pale tunarudi kwa nyuma tena kwamba tuna zile barua za utambulisho. Zile barua za utambulisho zinampa nafasi ya kujulikana kwamba yeye ni mwanafunzi wa chuo. Lakini si hivyo tu, wanafunzi pia wana vitambulisho. Vile vitambulisho vinamuonyesha huyu ni mwanafunzi wa chuo. Kwa hiyo anapoonyesha tu kitambulisho, hata kama mtu alitaka kumfanyia kitu kibaya, anaahirisha. Kwa mfano siku moja binti mmoja alikamatwa barabarani huko, kamsingizia kama ameiba fedha kwenye mtandao wa M-Pesa. Alipojitambulisha kama mwanafunzi wa Theophilus Kisanji, waliomfahamu walitupigia simu na tulifanya kila lililoweza kuokoa uhai wake. Hakuwa mwanafunzi wetu wa ndani, alikuwa ni mwanafunzi wa nje. Kwa hiyo sisi kama ofisi tunashirikiana nao kwa ukaribu, japo yapo mengine ambayo yanatupita kwa bahati mbaya. Lakini sawa, labda kwa kumalizia hapo, nimekusikia ukisema kwamba yapo ambayo yanawapita, lakini kuna jambo moja ambalo mimi naweza nikasema kwamba ninalishuhudia ama ninaliona kutoka kwa wanafunzi wenyewe. Hivi ni sahihi kwa mwanafunzi ambaye yuko nje kumchangisha mchango wa msiba au sio sahihi? Tunaweza tukasema ni sahihi au sio sahihi. Kwa sababu naweza nikasema ni sahihi kwanza, kwa maana hii mwanafunzi anapoenda kule mtaani hawamuoni kama mwanafunzi, wanawahesabu kama watu wazima, tofauti na tunavyowalea hawa wa ndani. Hawa wa ndani ukizingatia karibia vitu vingi wanakwenda kama kamseleleko fulani. Kwa sababu hata chooni anapokwenda anasafishiwa. Pale anapokanyaga anasafishiwa, taa ikiungua ananunuliwa. Asante sana mtazamaji wa Teku TV, na kama nilivyokuambia mwanzo, nilikuwa katika moja ya ofisi ambayo ni ofisi ya Dean of Student. Nadhani utakuwa umemsikia vizuri. Kwa hiyo mwanafunzi wa Chuo Kikuu Theophilus Kisanji kutoka kwa mlezi wetu ambaye ni Mama Mbawa, anajulikana kwa jina hilo. Na nikwambie kwamba endelea kusalia nasi na endelea kutufuatilia sisi kama Tech Updates. Mimi ni Sultan Kandulu.